Qur'ani inasema ni kosa la jinai kwanza kumlinganisha aliye hai na ambaye yuko kabrini amekufa. Kwa hata kumlinganisha Yesu na Muhammadi ni kosa la jinai kwa mujibu wa Qur'ani. Yesu yuko hai mbinguni, Muhammadi yuko kabrini na ngojea kiyama. Hebu soma sasa hilo andiko. Inasema wala hawawi sawa walio hai na wafu. Hawawi sawa walio hai na wafu. Tulia. 10:23 Mathayo. Inasema nini? Commentary yake inasema. Inasemaje? Ujio huo wa mwana wa Adam. Sikiliza. Ujio huo wa mwana wa Adam, yani Yesu hauhusiki na dunia mzima. Tulia. Ujio wa Yesu hauhusu dunia nzima. Biblia hii hapa. Bali subiri. Asante. Rudia tena. Ujio huo wa mwana wa Adamu ambaye ni Yesu safi hauhusiki na dunia nzima. Basi sasa nani wa dunia nzima? 7:158 Qur'ani. Na Yesu asifiwe. Leo ni furaha kubwa sana kuona Waislamu wanahubiri sifa njema za Yesu na kutangaza kwamba ni Mwokozi. Hebu tumkaribishe tena mwalimu wa upande wa Kristo aweze kumalizia tu agenda hoja iliyobaki kwa dakika 10. Karibu mwalimu. Kwanza huyu Sheikh Shafii, najua sikutuelezea umesoma umetoka da, hiyo haitusumbui. Hebu mpe Ayubu 11 na ile aya 3. Usingekuja. Inasema inasemaje? Je, majivuno yako. Unaleta majivuno mengi. Hayo wanyamazishe watu wawe. Unataka tunyamaze tuwe kimya? Hakuna. Ngoja tu tukufundishe. Sasa ninachomshukuru Mungu ni kitu kimoja. Amekubali Yesu ni Mwokozi, ila akasema kwa Israeli peke yake. Sasa mimi nimpe elimu. Maana ya Israeli ni nini? Qur'ani 2:41 komentari yake. Nipe mwalimu. Suratul Baqara. Twende. Na ile aya 41. Twende mwalimu wangu. Fanuzi yake katika Qur'ani ya Hamadia. Twende. Inasema mtu au watu wowote wacha Mungu, wowote wanaomcha Mungu wanaitwa Israeli. Bwana asifiwe. Sasa hiyo elimu hana. Si Qur'ani tu, hata Biblia. Nipe Mwanzo 32 aya 22 komentari yake. Mwanzo 32. Inasemaje? Inasema twende. Wakristo ni Israeli wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo hakuielewa. Sasa uwe Mkristo, uwe Mwisraeli wa kweli, alafu na Yesu atakuwa mkombozi wako. Si hiyo nimeshamaliza. Mimi mara ya kwanza niliwapa faida ya Yesu na hasara ya kumfuata Muhammadi. Tuko pamoja wapendwa? Ninyi ni mashahidi. Zile faida za kumfuata Yesu hajazipinga hata moja. Ni kweli au si kweli? Sasa saa hii naongezea tu. Nipe Matendo 3. Faida ya kumfuata Yesu Kristo. Tunazungumzia faida. Je, tutapata faida gani kati ya kumfuata Yesu au Muhammad? Watupe faida za Muhammad zinazotushawishi kumwamini. Kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Soma mstari wa 6 hadi 9. Haraka. Mstari wa 6 hadi wa 9 wanasema. Lakini Petro akasema. Hiki ni kisa kimoja cha mitume wanaenda hekaluni, wanakutana kiwete kwenye lango la hekalu. Twende. Lakini Petro akasema. Twende mwalimu wangu. Mimi sina fedha. Wakamwambia yule kiwete, sisi hatuna fedha wala dhahabu. Lakini nilicho nacho. Ndicho nikupacho. Ndicho nitakachokupa. Kwa jina la Yesu
la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua. Twende. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake zikatiwa nguvu. Fungu la 8. Hizi ni miongoni mwa faida. Komea tu hapo, kisoma hapo mbele utaona watu wanashangaa, waliyekuwa wanamuona yule kipofu ametembea, wanamuuliza, "Kwa nini umetembea?" Kipofu anatoa ushuhuda, anasema, "Nimetembea kwa jina la nani?" Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ndio miongoni mwa faida ukimfuata Yesu, ya kwamba yeye ni mponyaji. Tuko pamoja wapendwa? Sasa hizo ni faida za hapa duniani. Yeye ni mponyaji, na kwa jina la Yesu majini wanakimbia, kwa jina la Yesu mapepo yanatetemeka, kwa jina la Yesu huyu kiwete alisimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikawaambia habari za Muhammad, na hii aya nilifikiri atapitapo, ameikwepa, amebaki tu kujivuna, nimetoka da. Hiyo itatusaidia nini? Qur'ani 7:188 hapa hajapita. Qur'ani 7:188. Qur'ani 7. Suratul A'raf. Twende. Na ile aya ya 100. Twende Kiswahili tu, twende haraka haraka. Qur'ani 7. Inasemaje? Naitafuta mwalimu. Nisome kama ilivyoandikwa. Twende. Qur'ani 7 aya 188. Twende. Nimeipata. Inasema hivi. Sema Muhammadi, sina mamlaka. Muhammad anasema, mimi Muhammad sina mamlaka ya kujipa nafuu, hata ya kujipa nafuu, wala ya kujiondolea madhara, ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Na lau kama ningalijua ghaibu, twende, ningejizidishia mema mengi. Bwana asifiwe. Amen. Nilitoa hili andiko, Muhammad anasema mimi sina mamlaka yoyote hata ya kujipa nafuu. Anawezaje kuwapa nafuu wengine? Lakini Yesu mwenyewe anasema, inaendelea. Ngoja tumalize. Wanaendelea. Nisikilize mimi, usiwasikilize hawa. Unajua jamani, mgonjwa akiwa hospitalini akichomwa sindano hatuliagi. Kwa hiyo ukiwaona hawatulii, ndio dozi inaingia. Piga kichwani. Na watabatizwa. Piga kichwani. Bado 5 zinatosha. Nipe Mathayo 28:18. Muhammad hana mamlaka. Yesu yeye anasemaje? Kitabu cha Mathayo. Twende mwalimu wangu. 18. Mathayo 28:18. Kitabu cha Mathayo 28 na ile aya ya 18. Neno la Bwana linasemaje? Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bwana asifiwe. Amen. Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Muhammad anasema sina mamlaka yoyote. Utamfuata nani katika hawa? Wewe mwenye akili timamu na nitazama na uliyeko hapa, utagundua ya kwamba Yesu ana faida. Kwa nini tunamfuata Yesu? Qur'ani 43:61. Qur'ani 43 61 na ile aya ya 61. Twende. 43 aya ya 61 inasema kama ilivyoandikwa. Inasemaje? Na kwa kweli yeye Nabii Isa, yeye Yesu Kristo ni alama ya kiyama. Wakinaanza kutukaribia, sikifanyie shaka na nifuateni. Kwa hiyo Muhammad anasema kwenye Qur'ani Yesu ni alama ya nini? Ya kiyama. Sasa hili andiko Waislamu wanalichanganyaga, wanabadilishaga. Baada ya alama wenyewe wanasemaga dalili, kwa sababu kuna tofauti ya dalili na alama. Dalili ya mvua ni mawingu. Alama ya mvua mpaka uone maji na matope ujue hapa kumefanya nini. Yesu sio dalili ya kiyama. Kwa mujibu wa Qur'ani ni alama ya kiyama. Ukimwona Yesu ni kiyama chenyewe, na ndio maana tunawaambia watu wote wamfuate Yesu, maana yeye ndiye alama ya kiyama, na hadithi ya mtume imesema atakuja kuhukumu kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namalizia. Inasema ndiyo njia iliyonyooka. Na hiyo ndiyo njia iliyonyooka. Mwalimu wangu, ndio twende haraka haraka kwa sababu ya muda wangu. Ndio
Naomba nifungulie Qur'ani 35:22. Qur'ani 35 na ile aya 22. Twende hiyo. Nitaisoma kama ilivyoandikwa. Tupe habari. Qur'ani 35 na ile aya 22. Nipe habari. Inasema hivi, wala hawawi sawa walio hai na wafu. Kwanza Qur'ani inasema ni kosa la jinai kwanza kumlinganisha aliye hai na ambaye yuko kabrini amekufa. Kwa hata kumlinganisha Yesu na Muhammadi ni kosa la jinai kwa mujibu wa Qur'ani. Yesu yuko hai mbinguni, Muhammad yuko kabrini anangojea kiyama. Hebu soma sasa hilo andiko. Inasema wala hawawi sawa walio hai na wafu. Hawawi sawa walio hai na wafu. Kwa yakini Mwenyezi Mungu umsikilizisha mtakaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani wewe uwezi linganisha aliye hai na aliyekufa. Unatafuta nani bora? Komea tu hapo. Nikiongea hivi nenda Qur'ani 46:9. Qur'ani 46. Kwa Qur'ani yenyewe inasema hata wangetumia muda gani kumlinganisha Yesu na Muhammad hawataweza, kwa sababu Qur'ani imekanusha ya kwamba hawawezi kuwa sawa aliye hai na aliyekufa. Yesu yuko hai, Muhammad amekufa, hawawezi kuwa sawa. Lazima afuatwe aliye hai na ahadi zake zimeonekana za kweli na za hakika. Qur'ani 49 surati al-Ahqaf. Qur'ani 46 aya 9. Inasema, twende. Sema. Muhammad anasema, sema Muhammad. Mimi si kiroja mpya katika mitume. Muhammad anasema mimi si kiroja mpya katika mitume. Wala sijui nitakavyofanywa. Wala mimi Muhammad sijui nitakavyofanywa mimi. Wala mtakavyofanywa. Wala ninyi Waislamu mtakavyofanywa. Muhammad anasema hajui. Sifuati ila niliyofunuliwa kwangu. Hapo ndio mtihani. Muhammad anasema yeye hajui atafanywaje na hawa wanaomfuata. Yesu anasema ukimfuata anakupa uzima wa milele. Ukipanda basi la Muhammad hajui anakoelekea, lakini basi la Yesu amesema yeye anawapa uzima wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Barakallahu fik. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nipate kuona hawa watu wala sijui nitakachofanywa wala mtakachofanywa nini. Wanaomfuata Muhammad ambaye hajui atakachofanywa, mikono juu. Ambaye hajui atakachofanywa hawapo. Basi muda huu nipende kumkaribisha mwenyekiti mwenza kwa ajili ya kumkaribisha mwalimu. Karibu. Nataka kuhubiri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zetu, tunaomba kwanza mutulie, kwa sababu tupo darasani, kwa sababu pia hatupo katika uwanja wa comedy. Vicheko vimekuwa vingi kuliko kusikiliza maneno ya Mungu. Sasa tusikie kwanza, tukishasikiliza tutaelewa kile ambacho kinachosemwa, ili tusije kusema tofauti na kile kilichosemwa. Sasa basi funueni maandiko yenu, kwa maana vitabu mlivyovishika. Lengo vipi? Tutulie, tuwe kimya, tusikilize kile walimu wetu ambacho wanatufikishia, kwa sababu baada ya hapa muda si mrefu nyote mnaenda kwa Waislamu insha Allah. Waislamu takbir. Hivi sasa nimkaribishe shekhe wangu, mzee wangu Habib Mazinge. Karibu profesa, tusikilize tupate kuelewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajua mimi nimekuja muda mchache tu, lakini huyu kijana nishamuelewa kwamba anayefaa kufuatwa ni Yesu na si Muhammad. Kwa hiyo Yesu alikuwa hana familia. Yesu kaja duniani alikuwa hana familia. Kwa hiyo mwenye familia Yesu amuhusu. Mtume alikuwa na familia na alikuwa na watoto na wajukuu.
Kwa hiyo kuanzia sasa, kama wewe unamfuata Yesu, hakikisha usiwe na familia. 11:29 Mathayo. 11:29. Subiri kwanza, naomba mtulie, sitaki mcheke na kupeni kitu ambacho kila mtu akifanyia kazi. 11:29 Mathayo inasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Safi. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nyinyi si mnamfuata Yesu? Nyinyi si mnamfuata Yesu? Mama zenu waliolewa, baba zenu walioa. Yesu hakuoa wala mama yake. Kwa hiyo nyinyi wote mnemfuata Yesu mmekula hasara, kwa sababu mmemkiuka. Mlitakiwa mkae kama Yesu. Ukiolewa au ukioa unakwenda kwa Mtume Muhammad, kwa sababu Mtume ndio aliyekuja kufundisha watu kuoa na kuolewa. Muwe hivyo hivyo. Mimi sitaki mcheke na, yani mimi napiga kifalsafa. Alafu huyo akasemaje? Hapa kumfuata Yesu sio kweli. 15 Mathayo. 15 Mathayo. Au thenashara, Yesu aliwaagiza akisema nini? Katika njia yote katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Safi. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Nani humu ndani ni kondoo wa Israeli? Inua mkono. Hakuna. Wewe usijibu. Nataka niulize humu ndani, nani humu ndani katoka kwenye taifa la Israeli? Mkono juu. Mnapunga mkono Tuteremshe. Mimi nimekueleweni kwamba ninyi ni Waisraeli, lakini mmeingia Dodoma bila passport. Nimekueleweni. Wewe unakataa mkono, unatoa hivi. Niliuliza nani mwana Israeli? Mmeinua mkono humu. Amen. Sasa nataka nikupeni taarifa. Katika wanafunzi 12 wa Yesu hakuwa na mwanamke hata mmoja. Allahu Akbar. Katika wanafunzi 12, mimi ndio mwalimu wa Sabato nikishikiana na Shafi na Mbogo. Katika wanafunzi 12, Biblia zote za duniani, Yesu hajawahi kuwa na mwanafunzi mwanamke. Kwa hiyo nyinyi wanawake, nyinyi msikilizeni huyu tu. Ngoja tumuone Muhammad anasemaje. 40 Qur'an. 40 Qur'an nasema nini? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Anasema afanye wema, naam, hatalipwa ila sawa na huo wema aliofanya. Safi. Afanye ubaya, naam, afanye ubaya hatalipwa sawa na huo ubaya wake. Safi. Afanye wema, naye hali ya kuwa ni Muislamu, wataingia peponi. Wewe soma vizuri. Asante. Soma vizuri hiyo. 40. Soma vizuri. Nayo baba hapa anasema afanye ubaya, naam, hatalipwa ila sawa na huo uovu wake. Safi. Na afanye wema, naam, akiwa mwanamume. Subiri. Mtume anasema afanyaye wema akiwa ni mwanaume au mwanamke. Umeona kina mama, mmeona? Huyu Mtume anasema au mwanamke atafanyaje? Naye ni Muislamu. Watafanyaje? Basi hawataingia peponi. Subiri. Kwa hiyo Mtume alikuja hakubagua, akasema Muislamu mwanaume, mwanamke peponi. Yesu katika wanafunzi 12 hajaweka msichana wala nani. Sasa nyinyi ambao mnacheka, chekeni. Siku ya Kiyama Yesu atasema mimi katika wanafunzi sijachagua mwanamke. 10:23. Wewe Mathayo. Tulia. 10:23 Mathayo. Inasema nini? Commentary yake inasema. Inasemaje? Ujio huo wa mwana wa Adam. Sikiliza. Ujio huo wa mwana wa Adam, yani Yesu hauhusiki na dunia mzima. Tulia. Ujio wa Yesu hauhusu dunia nzima. Biblia hii hapa
bali. Subiri. Asante. Rudia tena. Ujio huo wa mwana wa Adamu ambaye ni Yesu, safi, hahusiki na dunia nzima. Basi sasa nani wa dunia nzima? 758 Qur'ani. 758. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sema hiyo. 758 Al-Karim inasema nini? Inasema naisoma mwalimu. Soma hiyo. Sema ewe Nabii Muhammad. Ewe Nabii Muhammad. Enyi watu. Subiri. Mtume anasema sema ewe Nabii Muhammad. Yani mtume anaambiwa sema enyi watu. Subiri. Subiri. Naomba watu wainue mkono. Kama sio mtu usiinue. Inua mkono. Teremsha. Enyi watu. Kwa hiyo mtume anasema enyi watu. Sisi wote tumeinua mkono kwa sababu ni watu. Endelea. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa nani? Kwenu ninyi nyote. Mnamkataa mtume bure. Mtume anasema kila mtu mtume wake Muhammad, labda uwe nyani au mbuzi. Narudia tena, umo ndani ya kanisa la Sabato, naomba watu wainue mkono. Takbir. Allahu akbar. Nyie mnamkata mtume kwa sababu ya maneno ya huyu, mtakwenda kuchomwa. Kijana akaja mwamba fai. 50:17 Yeremia. 50:17 Yeremia nasema nini? Israeli ni kondoo waliotawanywa. Unaona, Israeli ni kondoo waliotawanywa. Kwa hiyo Israeli haingii Mgogo, Mnyaturu, Mnyiramba, bali Israeli ni kondoo waliotawanywa. Mnaniangalia? Mimi ndio mwalimu wake Shafi na mwalimu wake Mbogo. Hebu ngoja tumuulize Yesu, kuna watu hapa wanasema wewe, wanakukubali, wanamkataa Muhammad. Anatoa conclude, ndio namaliza hapa. 7:21 Mathayo. 7:21 Mathayo. Mimi na conclude. Inasemaje? Si kila mtu aniambie. Wewe fungua. Asante. Fungua Biblia. 7:21. Na nyinyi fungueni Biblia vyenu hivyo. Huyu si anaambia mumkatae Muhammad. Msikilizeni Yesu hapa. Fanya haraka. Si kila mtu aniambie Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Subiri. Kati ya mashehe na wachungaji wanasema Bwana Yesu ni kina nani? Wachungaji. Yesu anasema sio kila mtu anaambia Bwana Bwana. Endelea. Bali ni yeye afanye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Safi. Wengi wataniambia siku ile, siku ya kiyama, Bwana Yesu, hatukufanya unabii kwa jina lako? Hatukufanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako kutoa pepo wengi? Ndio unakuta wachungaji, haleluya, pepo toka. Yesu anawakumbusha, hamkutoa jina nyinyi pepo kwa jina langu? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Na watu wanafanya miujiza kwa kumtumia Yesu. Ndipo nitawaambia dhahiri. Rudia tena. Ndipo nitawaambia dhahiri. Sikuwajua ninyi kamwe. Rudia tena. Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi nyote mtendao. Na kuulizeni wa Sabato, ukifukuzwa na Yesu mbinguni, unakwenda motoni au uzima wa milele? Mbona mnajibu tofauti? Yesu akikukataa katika ufalme wa Mungu, akisema sikuhitaji, unakwenda kwenye uzima wa milele au unakwenda motoni? Kwa hiyo Wasabato wote, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Yani ukiona mpaka watu wanafurahi, alafu lile swali uliouliza
nusu mtu nusu mfu, wakajibu motoni peponi. Yani hawaeleweki. Nilisema mwanzo, tutulie, tusikilize, tuelewe kile kinachosemwa, kwa sababu kinatoka kwenye maandiko ya Biblia na Qur'ani, ili tupate kuelewa kwa faida yetu sote. Lengo nini? Usije ukasema kitu ambacho hakikusemwa hapa, wala usije ukanukuu maandiko tofauti na yale ambayo yameandikwa katika vitabu. Tumeelewana jamani? Si leo tumekuja kufundisha, na profesa hapa naye kachukua kiasi cha muda wake, naye pia kaeleweka. Bila kupoteza muda, nimkaribishe mwenyekiti mwenza naye aendelee kwa utaratibu kwa upande wake. Karibu.